Kwa nini huyu mwanamke atulii? Kila wakati tunagombana. Huenda sio mwanamke wa ndoto zangu. Ngoja niachane naye, aishi maisha yake kama anavyotaka. Kila siku sisi tumekuwa watu wa kusolve hili na kuja lingine. Pole shemu wangu, nimechafuka mwenyewe. Ni kweli, unajua kazi zetu hizi. Pole. Asante, niambie. Shemu, kuna mambo tu hayako sawa kuhusu mkeo. Mambo gani? Sijui nianzia wapi, lakini ukweli ni kwamba leo anakusaliti. Na mbaya zaidi anakusaliti na rafiki yako. Unajua shemu, nimetoka kule kazini, nimechoka sana na nimesimama hapa kukusikiliza. Najua utazungumza kitu cha maana. Hebu usinichanganye, zungumza kitu cha maana, lakini sio kuzungumza kuhusu mke wangu. Unafikiri kama una tabia za kumsaliti mume wako, basi kila mwanamke ana tabia hizo. Nakutaka pengine? Mimi siwezi kujua kwamba unanitaka au unavyosema hivyo una lengo gani. Ila kitu ambacho nakwambia, ile ni ndoa yangu. Alafu mimi sipendi mtu azungumze vibaya kuhusu mke wangu. Tafadhali na kuheshimu. Unapozungumza vibaya kuhusu mke wangu, sipendi. Na kitu kingine ambacho kijui, mimi mpaka kusimama hapa ni kwa sababu nikuheshimu wewe, ni shemeji yangu. Umeniona? Shemeji, naomba nikwambie kitu kimoja. Hata siku ukija kujua mke wako ni kweli anakusaliti na rafiki yako Francis, usiokaje kunilaumu kwamba mimi ninaficha maovu. Mimi nimekwambia kwa upendo tu, wala siko na nia mbaya yoyote ile. Ila kama ukijua mke wako anakusaliti na rafiki yako Lina, ambaye ni Francis. Lina, nisikilize vizuri. Nimekwambia ongea mambo yote, lakini usiongee kuhusu mke wangu tafadhali. Na kuheshimu sana. Mke wako anakusaliti. Haina noma. Ila ukweli ndio huo nimeshakwambia na ya kuingie. Mke wako anakusaliti na rafiki yako Francis. Zingatia. Sawa? Unajua hata nilikuwa siamini. Yaani nilikuwa natetemeka. Nasikia kizunguzungu, kichwa kinauma. Hata sikuamini. Shoga yangu, alijaje kuwa unatoka naye? Yaani yule mbaba sijui anaota. Acha tu. Nashangaa tu ananiita. Alafu ananiambia kila kitu ni cha kweli. Yule mbaba. Mwenye hapa nina makubwa yangu. Sijui nianzie wapi wala niishie wapi. Lakini shoga yangu unaambiwa kuna huyo tajiri mmoja ni ana hela yule kaka. Kama vile anaokota shoga yangu. Wewe naye atakuaga. Mimi lazima leo nimwache huyo. Lazima nichiti mimi.
Nasema leo nimwambie kweli. Kama kuachana watu waachane. Unajua siamini yale maneno uliyoniambia kwenye simu. Nimekuja ili uniambie kwa mdomo wako mwenyewe. Ni kitu gani ambacho nimekuambia hujaelewa? Baby, unajua kuwa serious. Uleta utani kwenye mambo mengine, lakini usilete utani kwenye mapenzi yetu, mpenzi wangu. Umekuja kudhibitisha yale maneno kama nimeongea ni mimi, si ndio? Ndio, lakini nini? Umeshasikia tayari? Nakwamba nenda. Sikuhitaji tena mama, nenda, sitaki tena, nenda. Naomba uondoke. Nenda, unasubiria nini? Nenda. Mbona nimeachwa? Na mkia mwanangu niko naye na mmoja. Ngoja nirudi siku nyingine. Angel. Habe mpenzi. Kuna jambo ambalo natamani niongee mimi na wewe. Jambo gani hilo? Unajua penzi lako limenidatisha sana, hasa nikiwa na wewe. Moyo wangu unakuwa na amani na furaha. Lakini cha kushangaza, unapokuwa na mimi unamwaza sana mume wako. Unataka kumaanisha nini? Ninachomaanisha kwamba inatakiwa ukipata muda, kuna nafasi lazima uwe unarudi kulala kwangu. Haiwezekani unakuja na kuondoka kila siku. Baby, mimi nakulala huko. Hapana. Mimi ni mke wa mtu. Kwa sasa nikalala nje na nyumbani kwangu. Kwa kuwa sasa nafanya biashara, utakuwa naaga naenda kazini, lakini nakuja huko jioni naondoka. Unajua mimi sikubaliani na hilo jambo. Kwanza uwezo kuwa katika pande mbili. Lazima uchague moja. Unajua hilo. Kama ni mimi, basi baki na mimi. Kama ni mmeo, basi baki na mmeo. Au sivyo, mimi nende na Lini. Sio hivyo baby. Lakini pia mwenyewe sijisikii vizuri unapoongea kuhusu Lini. Okay, sina jibu la kujibu sasa hivi. Nitakujibu baadaye. Ngoja niende, na muda ushaenda. Okay, sawa. Mke wangu, taratibu zote za kuhusu biashara nimeshazikamilisha. Na nadhani kesho utaanza kwenda kule kufanya biashara. Nashukuru mwanangu kwa kunijali. Hilo ni jukumu langu mimi kujali. Na napenda sana kuona mke wangu ukiwa na furaha. Endapo ukawa na changamoto yoyote ile, usisite kuniambia. Nakujali sana mke wangu kwa sababu nakupenda. Nashukuru mwanangu. Pia naahidi nitahakikisha nafanya kazi kwa ufasaha zaidi. Sawa.
Mbona sio kawaida yako kwa hivyo? Una shida gani? Kawaida ipi? Uko busy na simu. Na huu ni muda wa kulala. Unadhani mimi najisikiaje? Wewe una yako? Baby nayo. Una shida nini? Sasa kinachokusumbua ni kitu gani? Kula umekula. Simu unayo. Una shida na pesa? Mimi sina shida ya pesa, lakini Francis, wewe ni mwanaume na mimi ni mwanamke. Afu tumelala kitanda kimoja. Tunalalaje namna hiyo? Lina. Sijisikii kabisa kufanya mapenzi leo na wewe. Sawa? Naona ni kama nimelala na mwanaume mwenzangu. Francis, What? wewe ndio kuongea maneno kama hayo leo. Unataka niongee kitu gani? What's wrong with you? Ambacho unachoongea hukielewi ya? Babe. Lina, Useme hivyo. Niambie kama unanitania. Mimi nikiongea niko serious. Nini? Mbona umebadilika ghafla? Mimi niache nilale. Niache nilale. Unaniumiza. Wewe ndio kuongea maneno kama hayo. Kweli? Usifanye hivyo, unaniumiza. Nimeshaongea. Bwana unataka kunisikiliza? Niache basi nilale. Nipumzike. Sogea huko kwanza. Sogea huko, usibanane banana. Angel, mke wangu, mbona unanifanyia hivi? Nipe hata kidogo, mimi mwenzako nimezidiwa, mke wangu. Mtu wa kunisaidia ni wewe. Mbona unanifanyia hivi lakini? Niache basi mmangu. Mbona unakosa muelewa hivyo? Baby, nimuoneshe nani hisia zangu mke wangu zaidi yako? Mbona unanifanyia hivyo lakini? Naomba basi kidogo tu. Mmangu, nachoka kazini. Nachoka na kazi. Yaani sina hamu ya kufanya chochote kile. Baby, usinifanyie hivyo. Kazi uliyokuwa unafanya mara kwanza ilikuwa ni ngumu sawa. Lakini sasa hizi unakaa tu dukani pale. Hauzunguki sehemu yoyote. Yaani mimi kidogo tu mke wangu. Please nakuomba, mbona umebadilika lakini mke wangu? Siku zote ulikuwa unajitahidi walau unanifanya mume wako nikaenjoy. Lakini siku hizi Angel umebadilika. Umekuwa mwanamke ambaye hunijali tena. Umepata na nini mama yangu? Basi niseme sina hamu ya kufanya mapenzi na wewe. Si ndio unataka hivi? Nisikuti kunijibu mimi hivyo. Yaani huo ujasiri unaupata wapi? Nyumbani kwangu. Yaani kisa biashara nimekufungulia wewe inakupa kiburi, si ndio? Nakuuliza wewe. Kama biashara yako chukua. Mbona kama unanitisha? Francis. Wewe Francis. Nini bwana? Amka tuongee. Mimi tuongee kitu gani? Kuna kitu tunachoongea mimi na wewe? Naomba unisikilize kwa makini. Mpaka sasa mimi sijajua hatima ya mapenzi yangu mimi na wewe. Naona upo busy sana. Haujali chochote kuhusu mimi. Hatima ilibaki mimi na wewe ni kila mtu kuishi maisha yake. Kwanza ulikuja kwa ajili ya pesa. Umeelewa? Nishakupatia pesa. Kingine unachotaka kitu gani? Francis, ni kweli mimi nilikuelekeza kwamba nina mume, lakini kwa sasa hayupo tena kwenye moyo wangu. Na mimi ninachokihitaji kutoka kwako kwa sasa ni mapenzi yako tu. Mimi pesa sio tatizo kwangu. Kwanza ni wakati mimi wa kwenda kazini. Ni wakati wako wewe kwenda nyumbani kwako.
Francis, si ni wewe? Si ni wewe uliniambia bado nina nafasi ya kuwa mke kwako? Si ni wewe uliniambia sijachelewa naweza kuwa mke kwako? Lakini kwa nini unanifanyia hivi? Hivi wanaume mpoje lakini? Nyamaza nawe bwana. Kwanza ikizikana unapoondoka usirudi tena huko ndani. What? Francis. Meangu. Mimi ndo naenda kazini, tuonana baadaye. Sasa? Naenda kazini, tuonana baadaye. Ila kuna jambo ambalo nilikuwa naomba tuzungumze kabla hujaondoka. Babangu, usiku wote tulikuwa wote. Tukuniona. Asubuhi naamka, hujaniona pia. Bosi wa hiyo ofisi ni mimi. Ukichelewa, ukiwahi, hakuna atakaye kuuliza. Naweza nikaamua tu hata usiende. Ni vyema ungenisikiza nataka kuongea nini. Baby, mimi naondoka. Tuonana baadaye. Hata hivyo mchana nakuja kupikia chakula chako cha mchana. Kwa hiyo tuweza kuongea pia. Wenjo. Angel. Huyu mwanamke mbona amebadilika kiasi hichi? Au ni kweli ananisaliti? I see. Karibu. Vipi? Mzigo umefika salama? Ndio boss. Okay. Na naomba test. Ni mzigo ni wenyewe? Kabisa. Mimi sitaki biashara za ovyo ovyo. Kweli mkuu. Sasa naomba kawali pale tunapeleka. Samko. Na wewe pia na kazi na wewe. Sawa. Sasa naomba mida ya saa 3 tukutane. Okay? Okay, nashika. Sikilizeni. Kama nilivyosema, baadaye na kazi na wewe. Sawa. Okay. Kwa elimu. Shukrani mkuu. Sawa sawa. Vipi? Mbona unakuja bila taarifa? Kwa majina naitwa Afande, nimeambatana na Afande Juma. Tuna wasiwasi na nyumba yako. Tumetokea kituo cha
tumekuja kufanya ukaguzi, tunahitaji ushirikiano wako. Kuna nini afande Juma? Endelee. Mbona si Sheria. lakini wewe afande nini? Hamna chochote. Sasa unapata nini hapa? Yaani sikiliza. Yaani unajua kabisa humu ndani hakuna usalama kabisa. Alafu unakuja na afande naye ambaye haelewi chochote. Alafu sikiliza, humu ndani kuna madawa kulevya, kuna silaha, kuna bangi. Akiele alafu mzigo nimetoka kuingiza muda so mrefu. Pa. Nimekupigia simu lakini ukapokei. Ilibidi tuje kituo kizima hapa. Ila nimewazuia. Taongea naye huyo ndo baba yako. Nitajua cha kufanya. Lakini